Tufungulie Biblia kama umepata. Sura ya 10 wote kanisa nzima. 1 2 go tusome. Ukiana ukisha fitina. Bali kupendana usubiri makosa yetu. Amen. Chapa makofi kwa Bwana Yesu. Maondokesha fitina, bali kupendana usitiri wingi wa dhambi, wingi wa makosa. Haleluya. Nataka tu tujifunze kwa muda huu mchache juu ya neno chuki au kuchukiana. Chuki anavyoelewa. Lakini kwa ufupi tu, chuki ni tabia ya kutothamini na kuwa adui wa mwingine. Unapokaa bila kuthamini mtu mwingine, unapokaa na uadui au bifu na mtu mwingine, tunasema fulani anachukia fulani. Unapomsemea mtu mwingine vibaya, unapomnenea mtu mwingine yale ambayo yeye hakuyafanya, tunasema fulani amechukia mwenzake. Na kuna watu wanaishi katika ndoa, lakini unakuta mke anachukia mume. Nimeona mara nyingi kuna ndoa ambazo unasikia mtu anasema kwamba ni wazazi tu waliofanya mimi niolewe na wewe. Mimi sikuwa nakupenda. Ndani kuna nini? Kuna chuki. Anaishi tu kwa sababu ya kauli ya wazazi, lakini yeye hajapenda. Maana katika haya hizi imetupatia mambo mawili. Imetuambia chuki inazaa fitina. Hebu uliza jirani yako, je, unapenda wengine? Haleluya. Amen. Unajua tabia ya kwanza ambayo inaonyesha mtu ni mwenye upendo, hawezi kumnenea mwingine vibaya. Na wakati mwenzako anapohuzunishwa, anapokasirishwa, anapovunjwa moyo, wewe pia unasikia kama umevunjika pamoja na yeye. Ndio maana maandiko yanasema lieni pamoja na wao wanaofanya nini? Wanaolia. Furahini pamoja na wao wanaofurahi. Lakini utakuta mtu siku moja mimi tulikuwa tukifanya shughuli. Na katika hiyo shughuli ilikuwa ni shughuli ya biashara, tunatumanisha mzigo, alafu mzigo unanunuliwa, kapesa kanarudi. Nikaenda siku moja nikamwambia mwenzangu yeye ametuma mzigo umerudi, amepata faida, nikafurahi pamoja na yeye. Na sasa na mimi wakati wangu ulipoenda, faida iliporudi, nikamwambia, akachukia. Ati wewe unafanya vitu zako au ushirikishi watu wengine. Nikaona ndani yake mna nini? Mna chuki. Mtu aliye na chuki, hata ukimsalimia salamu yako anaichukia. Wewe unaangalia, unaona huyu hana chakula, tafadhali kachakula haka kakusaidie na watoto. Ataanza kukaangalia, na chakula gani? Kwanza ni kama ni ile unga yenye ilikuwa imebakishwa kwake ambayo imesha expire. Kwanza hii unga ni ile ambayo ilikuwa itatolewa makasoro kwa sababu ni mtu aliye na chuki ndani yake. Haleluya. Amen. Ambia jirani yako, moyo uliojaa chuki hauna fadhila. Ina maana hata kama kuhubiri, kwa sababu wako watu wengi vile tulivyo hapa wametendewa mambo mengi na Mungu, lakini wanamchukia. Maana usipotenda mapenzi ya Mungu, wamchukia Mungu. Maana unapochukia watumishi wako, unamchukia Mungu. Hakuna vile utasimama hapa mbele useme haleluya shikarabashandaraga, Yesu ni mwema, haleluya shibadara, na amenitendea mambo makuu, na huku jirani yako amusemeshani. Hiyo ni bure.
Haleluya. Kuna watu wengine unasikia anasema kwamba mimi kwani yeye hata jirani yangu sio Mkristo aendagi kanisa na mimi simpendi. Hata ujaposema kwa lugha, Paulo anaambia Wakorinto, za malaika mbinguni na za wanadamu hapa chini, kama hauna upendo ni nini? Ni bure. Watu wanakuanga nafikiri kwamba akija hapa akicheza au ajazwe au akuje hapa vile ninavyohubiri hapa, unahubiri ndo unaenda mbingu. Sio mbingu ya Mungu, hiyo ni mbingu ya mabosi. Wanaoenda ni wale watu waliompokea Kristo, wale watu waliofanywa wana, wale watu walio na hofu ya Mungu, wale watu wasio na chuki, watu wanaoongozwa na nini? Na upendo, maana upendo unasamehe. Angalia jirani yako, mwambie unalazimika kusamehe waliokukosea. Maana kuna kitu ambacho watu huwa wanajiuliza mara nyingi. Maandiko, Yesu mwenyewe anasema kama tusipowasamehe watu hatuwezi kusamehewa. Kitu cha kwanza unapotaka kusamehewa, samehe wale wengine waliokukosea. Sema chuki inazaa fitina, na fitina ndo inafanya watu wauane. Unasikia kabila fulani na kabila fulani wanauana, ni fitina. Na hiyo fitina ilizaliwa na nini? Na chuki. Na fitina nayo inazaa mauaji. Hata suma hiyo ujue kwamba chuki ilibeba mimba ikazaa fitina, na fitina ikazaa nini? Ikazaa sumu. Unapoona watu walio pamoja, huyu ambaye mfano nichukue mzee wangu hapa, ako na mzee wangu hapa pamoja, na wanapotengana, huyu anaenda anamsema huyu vibaya na huyu naye anaenda anamsema, ujue kwamba hapo mbegu iliyo hapo sio ya upendo, ni mbegu ya nini? Ya chuki. Na hakuna mtu anaenda mbingu. Please. Maana dalili ya kwanza ya watu wanaoenda mbingu ni upendo, na upendo kazi yake ni kusamehe. Hata sitangoja mtu akuje kwangu unisamehe nilikukosea. Biblia inatuambia